Masomo yetu tulianza kwa kuzingatia herufi tatu za alfabeti, na lengo la kutumia hizi herufi za alfabeti ni kufanya wepesi kueleza misingi tutakayoeleza na kuwa wepesi kwa yule ambaye atakapokumbuka ile misingi ambayo tutaieleza. Mwenyezi Mungu inshallah leo tutie kufika, tutaangalia herufi nyingine tatu na tutaendelea hivyo mpaka tufike herufi ya mwisho ya sauti. Mara ya mwisho tuliangalia tukasema maisha bila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema kujiamini, kuamini na kukubali kwamba wewe huwezi kutembea peke yako bila ya tochi ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukasema nasibu muhimu mwanadamu awe kijiti, kwa sababu maumbile yetu yanakuwa na haraka kuweka, kuchoka na kugiba. Lakini ikiwa kila unachokifanya kila siku na kiongeza utamu, basi huwezi kukosa hamu ya kutumikia muda wako karibu, ili kusudi mazuri yako ya dumu na uendelee mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akuite kwamba wewe ni mtu muhimu. Leo inshallah tutaangalia harufu ya dal. Hii harufu inasema katika maisha ukianza chochote cha kujiendeleza kama mwanadamu, kama Muislamu, lazima uzingatie dini ya determination, kwa sababu katika safari tunayosafiri ya maisha kuna visiki vingi sana ambapo huenda vikasukusudia usifikie lengo lako kama mwanadamu, kama Muislamu. Na lengo letu ni nini? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapata hasana katika huu ulimwengu na hasana kesho akhera. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila tunachokifanya kidogo ama kikubwa tukifanya kwa nia ya kwamba tutakumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wanasema katika saikolojia I plus A is equal to B. Your intention and amal binniyat plus action, amali zako zitakupeleka mwisho wa ulio mzuri sana. Lakini kwanza lazima utekeleze nia ili na ikhlas, nia ile ni ya makusudi hukulazimishwa, nia yako ile inakita katika matendo yako. Kutia nia bila ya kufanya matendo huko ni kupoteza wakati, lakini ukitia nia alafu ukafanya yale matendo yaliyokusudiwa, basi kufaulu huwa hakuna tena mipaka. Kwa hiyo determination ni ile hali kusema kwamba hata maisha ya magumu vipi, hata uchumi uwe mbaya vipi, hata mazingira yawe machafu vipi, hata hali ziwe nzito vipi, wewe utaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kiwango chako cha elimu kiwe cha chini aina gani, wewe utajitahidi kufanya ibada zako vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha katika maisha yako. Kwa hiyo kuwa na msimamo, kuwa na istiqama, kwamba wewe hautakuwa bendera ya kufuata upepo. Wewe utakuwa mtu ambaye unakita katika kila jambo zuri unalokusudia kufanya.
chochote kinachofanywa kila siku, basi kinakupa nguvu za kuwa mwenye kuitwa anasema tunaye kwamba wewe ni mtu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala kuchagua kwamba kesho utaingia katika janna. Kwa nini? Kwa sababu kile unachokifanya katika muda kidogo unakifanya kila siku. Consistency wanasema kule kurudia ibada zako, kule kurudia amali zako nzuri, kule kurudia matendo yako mazuri, ndio mwisho unafanya expert wa mazuri. Kila tabia kurudia kila siku, kila tendo kurudia kila siku, siku moja linakuwa tabia, na jambo likiwa tabia kulifanya linakuwa rahisi, linakuwa starehe, linakuwa furaha. Kwa mfano, mtu yoyote ambaye ameingia swala mpaka umekuwa mtu mzima, basi swali inakuwa ni maumbile yako, na usiposwali mwili wako unakuwa sasa tabia yako. Katika maisha kuna positive addiction, kuna negative addiction. Kuna watu hawawezi bila kuvuta sigara, hawawezi bila kula mahindi, hawawezi, wamepata addiction. Hiyo ni negative addiction. Lakini kuna watu pia hawawezi kupitisha siku bila kusoma Qur'an, hawawezi kukaa bila kuswali, hawawezi kuja mikono yao, sadaka ni tabia yao. Hii inakuja kwa principle moja pekee yake. Hii principle ni principle ya repetition. Wanasema repetition is the best way to learn. Kule kurudia lile jambo hata kama mdogo, unakuwa expert kwa jambo kama lile. Kwa hivyo determination, wanasema never give up, never give in. There is an answer for everything. Usichoke wala usikome, hata ukipatikana na matatizo, taabu, ujue kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kutatua kila tatizo. Na ukiwa na fikra kama hiyo, hakuna tatizo linaloshinda, kwa sababu unaamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kutatua kila tatizo. Hamna jambo lisilokuwa na mwisho. Kila chenye mwanzo kina mwisho. Na hata kama maisha yatakuwa magumu kwa kiasi gani, ukumbuke kwamba hilo ni wingu, na kila wingu lina tabia ya kupita. Na likiwa limekabika sana lile wingu, litageuka mvua, itanyesha. Na mvua ikinyesha itakuwa ya baraka. Ndugu zangu, kwa sababu ya kazi, harufu yetu ya pili leo ni harufu ya hii mwanadamu kutokea katika uzao wa mama hadi katika uzao wa kaburi. Kwa sababu unakuta uzao wa mama, ndani ya tumbo la mama Mwenyezi Mungu anakutengenezea nyumba ambayo iko salama, anakufunika na nyumba visa vitatu, anakufunika damu, anamfunika mtoto kwa giza aina tatu. Giza la kwanza inakuwa ni giza la kutoka mwangaza wa nje, kwa hivyo unakuwa tumboni. Giza la pili unakuwa katika uzao, na giza la tatu unakuwa katika mazingira ambayo hayana madhara ya kumuumiza mtoto. Ndio maana unakuta kila mtoto akilala uso wake unakuwa mbele, ili kusudi uso wake unakuwa nyuma, ili ilindwe na madhara ya nje. Sasa mwanadamu katika hizi giza viwili, kiza cha kaburi cha tumbo la mama na kiza cha kaburi, anatakana struggle kwa mwanadamu yote kila siku. Ni hasara kwa mwanadamu yote siku zake mbili za maisha zikiwa sawa kifikra, zikiwa sawa kielimu, zikiwa sawa kiuchumi, zikiwa sawa kiconnection, zikiwa sawa katika kila jambo lako. Ni lazima uhakikishe kwamba wewe una improve kila siku. Na hiyo ndio maana ya maisha. Maisha ni mkusanyiko wa maendeleo ya mtu mpaka katika kukufa. Ndio maana ya maisha. Wajapani hivi leo wanaangalia kama jamii inayokuwa kwa haraka sana.
Na kitu kimoja kinachowasaidia kuendelea kwa haraka kwa kasi ni falsafa yao inayoitwa Kaizen. Kaizen ni kwamba Mjapani anahakikisha kila siku anaongeza, anakuwa. Na kila umri ukiwa mkubwa kuna kitu cha kuonyesha kwa nini wewe una umri mkubwa, hauna umri mdogo. Na mwanadamu anatakikana asikue kwa upande mmoja. Umri wetu uko aina mbili. Kuna umri unaitwa chronological years. Hii umezaliwa miaka 40 sasa iliyopita, sasa una miaka 40. Ulizaliwa miaka 30 iliyopita, sasa una miaka 30. Alafu kuna mental years kwamba si mwili tu unaokuwa, si huko miaka 70 kimwili peke yake, huko miaka 70 pia kiibada, huko miaka 70 kiuchumi, huko miaka 70 kihikma, huko miaka 70 kimaendeleo katika maisha yako. Kwa hivyo kukua si kukua mwili peke yake, mwili, nyama na damu. Kukua ni kukua kikamilifu, the mind, the heart and the body, akili, moyo na kiwili. Hii ikipelekwa sambamba pamoja, ndiyo kusema mimi ninakuwa, yaani unaendelea kuwa katika maisha yako. La tatu, harufu ya tatu, sababu ya tatu ni harufu ya S. Ndugu zangu, hata katika dini yetu arkanul Islam hamsa, yaani nguzo za Kiislamu ni tano. Wewe kuwa Muislamu lazima utekeleze nguzo tano, lakini haikuanzwa na haji, haikuanzwa na somo, haikuanzwa na sala. Imeanza na imani kwamba wewe utakuwa na shahada ya kuamini kwamba mimi maelekeo yangu yatategemea Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza unautengeza moyo, kwa sababu EQ, yani emotional quotient, yani ukubwa na uzito na nguvu za moyo ndizo zinazolinda akili, na nguvu za akili na nguvu za moyo ndizo zinazokupa nguvu za mwili kutekeleza ibada yako. Akili yako ikiwa dhaifu na moyo wako ukiwa dhaifu, kimwili chako pia kinakuwa dhaifu. Moja ya katika athari za dhambi, maanake wanasema huipanish kwa sababu ya dhambi, ni dhambi yenyewe ndio inakupanish. Moja ya athari dhambi kukunyang'anya nguvu za mwili usiweze kutekeleza ibada zako. Ukifanya dhambi na ukikithiri katika kufanya dhambi, moyo wako kufa na akili yako kufa na kimwili chako kufa. Kwa hivyo hata ule uwezo wa kuona ni kipi bora katika maisha yako unapotea. Kwa hivyo ukiwa unataka msukumo wa kuwa ni mwenye kufanya ibada kila siku, basi zingatia kwanza lile lililomuhimu, na lililomuhimu kwetu kama Waislamu ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kuabudiwa kwa haki, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ndiye mtume wa mwisho na ndiye mtume bora katika mitume yote. Kwa hivyo ukiwa na imani kama hii, kila kitu unachokifanya kinakuwa thamani, na daima hautaanguka chini ukawa mtu duni. Mwenyezi Mungu atakujengea mbawa, utaruka ufike angani ukiishi hapa duniani, na siku yako ya mwisho ikifika, Allah subhanahu wa ta'ala atakutia peponi. Allahumma salli ala Muhammad wa najina mimman khaf bifadlika ya latif. Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma as'aluka ziyadatan fil iman wa maghfiratan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.